basi ruka nami katika kile kitabu cha Isaya. Hapo ndipo panatoka neno letu, na hili neno linafanana na ule mwongozo wa huo wimbo ambao umeimbwa. Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Kuna mstari ambao unapendwa sana na wengi, hasa tukienda door to door evangelism, tunahubiria watu, tunaambia kwamba Bwana anakuita, come and let us reason together. Kama dhambi zako ni nyekundu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hivyo ndivyo Bwana aliweza kuwaita wana wa Israeli wakati ambapo alikuwa anamtumia mtumishi wake Isaya kiandika kutoka pale Yerusalemu. Tazama sasa, huyu ambaye anaongea bado ni Isaya, na anazungumza na watu waliotekwa. Anazungumza na watu akiwaambia hata katika hiyo hali bado mnaweza kusikia sauti ya Bwana. Basi Biblia inasema hivi, mstari huo wa 19, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Najua mnainuka, kitu kilicho bora ambacho kila mtu akiamka anataka kuweza kusikia ni kwamba you shall eat the good of the land. You shall feed on the good of the land. Utakuwa salama, utakuwa prosperous. Kwa sababu najua kwamba sitaki tuweze kuongea mambo ya prosperity gospel, lakini before we speak about prosperity gospel, there is something else on this side. Before we cross over to this side to prosper, there is something else, walking in obedience. Walking in obedience. This morning mwanainuka, nimekuja kuongea na wewe, nikuzungumzie, nikwambie kwamba kama unataka kuvuka ile ngambo nyingine ndio uweze kula vyema vya nchi, lazima uweze kutii na kutembea na Bwana. Maana Biblia inasema ukikubali na kutii, kwa sababu ukimkubali Yesu na kumtii utakula mema ya nchi. Ndio uweze kuvuka ule upande mwingine wa kula mema ya nchi ni kukubali na kutii Mungu. Kumtii Mungu, mpendwa, najua tumeambiwa jinsi ya kuweza kupanda mbegu, kaweza kuambiwa tumia chumvi, maji, ukaambiwa mafuta, fanya hivi. Hivi vitu vyote pasipo na kuweza kumjua Yesu Kristo ni kazi bure. Zinafanya kazi ni kama sasa umetoka kwa mchawi au kwa mganga. Lakini panapo ushirika na Roho Mtakatifu wa Mungu, kuweza kumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako, ukaanza safari ya kuweza kumkubali Yesu na pia kuweza kumtii na kujua jinsi ambavyo anatembea akikwambia. Unajua kama wewe ni Mkristo, maandiko ya Bwana ya kunenea kutoka Mwanzo sura ya 1 hadi kile kitabu cha Ufunuo 22, ukiangalia maandiko haya yote ni wewe yanayokulenga, ni wewe yanayokuzungumzia. Hakuna wakati ambapo tunasema kwamba alikuwa anazungumza na wana wa Israeli na ikapita, wakati Bwana anakuambia kwamba mimi ndimi Mungu wako. Katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 20, usiwe na Mungu mwingine bali mimi, usiabudu miungu ya uongo, ufanye hivi na ufanye hivi. Yani hizo storati zote ambazo zimepeanwa bado zinazungumza kwetu sisi wanadamu. Bwana anakuambia ukinikubali na kunitii utakula mema ya nchi. Usitaki kwenda kuvuka ule upande mwingine kama hujaweza kuanzia hapa kwa kukubali na kuweza kutii. If you shall obey, and if you shall accept and obey, if you shall obey, you shall eat the goodness of the land.